Guys, hakuna matusi yenye huyu mwanamke hajatukana Gen Z, na hakuna matusi yenye Gen Z hawajatukana huyo mwanamke. Huyo mwanamke my friend anakuanga mbaya sana. Yaani inasemekana huyu hata hiyo utajiri yenye ako nayo ni questionable. Sababu inasemekana aliolewangwa na bwana tajiri akakufanga akamwachianga mali. Sasa hii Gen Z wanamwambia kwamba Guardian Angel very soon anaenda kuachana na yeye. Yeye ako pale kwa sababu ya mali na atamuacha. Lakini mimi kama Jackson nataka tu niwaambie, guys, kama haujawahi pendwa ama kama haujawahi fikishwa kileleni na mwanaume, kuna baadhi ya wanawake huku nje ni wakongwe, yes, lakini hawajawahi filishwa mzuri. Utakuta mwanamke ako na watoto watatu lakini hajawahi kama. Unadhani kama huyu mwanamke Guardian Angel ndiye alikuwa mwanaume wake wa kwanza kumfanya akam? Unadhani ile utamu anasikianga ama utamu yenye alisikia for the first time yeye akiwa na umri mkubwa, hiyo ilimfanya akakuwa mjinga wa mapenzi mpaka sasa hivi vitu anaposting kwa mtandao? Yes, ni miaka mingi, yes, lakini my friend, kwa mapenzi bado yeye ni mtoto. Nimeona Guardian nimeshtuka. Wakati mwingine Mungu anakuja. They look the same. Ndio naambiwanga ukiwa mtu mwishowe mtafana. Video ingine hapo wamevaa suti wote, nikasema kwani Guardian Angel he looks 50 ama ninadanganya? Alafu niliona moya naye na kichwa kama cabbage mpaka mguu zimekuwa fupi. Ngoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, hii kesi ya Esther Musila na hawa majenzi wenye na ambao wanaatakiana huko online, ladies and gentlemen, hii kesi imekuwa ngumu sana. Kwa sababu ya nini, ladies and gentlemen? Esther Musila ni mwanamke mzee, mwanamke mwenye na ambaye ako na hasira sana. Unaona, ako na hasira sana kwa sababu na Gen Z wamekuwa wakikomenti vibaya kwa posti zake. Unaona, amekuwa akiwajibu vibaya, akiwatukananga maneno makubwa huku akiwaitanga maskini. So ladies and gentlemen, watu wengi wamekuwa wakiona hizo post, na kuna baadhi ya Gen Zs ambao waliamua kutengeneza video wakiwa wanampatia advice. Tuliweza kuona kulikuwa na madamu kwa jina Sally Ragat. Huyu Sally Ragat, ladies and gentlemen, aliongelesha Esther Musila akimwambia azime comment section, awache kujibishana na hao watoto, kwa sababu the way anajibishana na wao ni kama ni warika moja. Unaona, na si picha mzuri kwa mama kama yeye. Unaona, na huku ameolewa na kijana ambaye ako na umri mdogo, kijana mcha Mungu mwenye amekuwa akiimba nyimbo mzito, nyimbo za Injili, nyimbo zenye ukisikiliza zinakupeleka direct hadi mbinguni. Sio vizuri, kwa sababu huyo kijana mahali penye hako sasa hivi, hizi matusi ni mingi mpaka zinamuaffect yeye. Juu hao wenye wanamtukana ndio wanaenda pia kwa post zake wakimutukananga. Na unajua Guardian Angel akuangi mtu wa kubishananga na watu, hata atukanwe aje ya shughulikangi. Ukiona Guardian Angel ameongea, anakupostingi kama amekuambia kwamba nitakuanika ama ninakushikisha utaozea jela. Unaona? So hizi vitu zinafanya mpaka huyu jamaa atafika mahali atashikwa na depression, na Esther Musila akiambiwa awache hizo tabia zake aski. Unaona? Na wenye wanamuambia anawatag kwa video akiwaambia ya kwamba nikipenda ni shida, nikipendwa ni shida. Why do I have to be a victim of loving someone who is younger than me? Mbona mnakuja kwa post zangu mkini attack na mimi sikujai kwa zenyu? Guys, muliweza kuona pia vile kuna jamaa mwingine pia aliweza kuambia huyu madam maneno ya ukweli, akamwambia ya kwamba Esther Musila, mahali imefika, hii ndoa yako utaivunja wewe mwenyewe. Unaona? Hii ndoa itafika mahali utaivunja wewe mwenyewe, kwa sababu vitu zenye unafanya kwa mtandao hazifai na unafaa kuacha. Alikuwa anampatia tu advice, unaona? Lakini Esther Musila, watu waliweza kumshare hiyo video, akaenda akaongelesha huyo jamaa vibaya na video ya ujumbe, jambo ambalo liliweza kufanya mpaka huyu jamaa kasirike, kwa sababu halimtagi kwa video nyingi zaidi.
mpaka jamaa ikabidi amereply back, na wakati aliongea back, sasa hivi ukiangalia kwa Facebook ama kwa TikTok, ile chaos yenye iko huko between mama mzee na majenzi, usitake jua. Nguvu ya kuhate hii couple watu wanatoa wapi? Nguvu ya kuhate hawa jamaa wawili mnatoanga wapi? People are in love. By the way, I really admire this couple, Just look at them. They're in love. They're always in love. Hata hapo bibi anatengezea bwana kola ya nguo, ya shirt, na wamepaki VAT hapo ya black, wako na pesa zao, they are happy. Wewe kila saa ni hate, utazalia huyo mtu lini? Wewe mwenye umeza uko na nini? Boma yenu hata wheelbarrow hakuna. Mnaendaga kuomba wheelbarrow ya jirani mkitaka kubeba vitu. Na uko hapa wajua, by the way, sometimes she's right. Ni poverty ndio inawasumbua kupeleka hatred kwa page ya huyu mwanadada na Guardian Angel. Wacheni wivu. Tunaomba hii 2026 inakuja, Mungu awapatie mali. Utapata hatred ya rich people kwa comment section ya hawa. But poverty stricken people ndio wako pale. Utazaa lini? Wewe ni shosho. Sijui ni wewe, what do you have? Useless. Hii 2026 msipite na hii upuzi ya kuhate couples wenye wamependana. Nonsense. A few moments later. Madam Esther Musila, usipochunga mama, utavunja hii ndoa yako wewe mwenyewe. Na kuona vile bado unaendelea kujibiza. Nilishakwambia madam, disable the comment section. Hautaona hizo negative comments. By the way, wewe ni celebrity. Obvious ukipost kitu, expect so many comments, and unfortunately many of those comments ni negative comments. Vitu zinakuudhi. Na hata ukisema I don't care what people say, I don't care what people write, binadamu akona limit. One day utasema I've had enough. Wewe mwenyewe utavunja hii ndoa na mikono yako mwenyewe. Hautawezana na hawa vijana kutusiana. Your age does not allow. Wajua madam, you don't know. Wakenya ni dangerous when it comes to attacking each other kwa social media. Ndio maana hata Kenya inaogopwa na nchi zingine. So many countries in Africa cannot dare Kenyans kwa mambo ya kurushiana maneno kwa mtandao. We are number 1 in Africa. Sasa kama Afrika ilichoka, walipatia Kenya heshima kwa mambo ya cyber kutupiana maneno. Madam, utaweza wa vijana kweli? Why don't you just disable? Kama huwezi toka kwa social media, why don't you disable the comment section? Because ukianza kupewa feedback kama hizi, ukianza kuandikiwa comment kama hizi, how do you feel? Na wewe you are responding because those things are hurting you. See that you are enjoying seeing them, they are hurting you. And one day usipochunga, wewe mwenyewe utaendi marriage. I'm telling you. Unaona, usitake jua. Mpaka ile video yenye alifanya akiwa anawareply ama anarespond kwao, amezima comment section for the first time. Na hivi ndio watu walikuwa namwambia, wewe fanya vitu zako, post video zako ukienda gym, post video zako ukikula manyama na makuku na bwana yako, post video mkinyonyana, lakini zima comment section. Kwa sababu hawa majenzi inawaumanga sana kuona hawajaolewa na wanaona mwanaume ambaye ni rika yao anafaa kuwa amewaoa, wamemzalia watoto, ana waste time yake na mzee kama wewe. Unaona, rika ya makamu. Imagine Gen Z mpaka wamejaribu mpaka kuenda kwa AI, wamejaribu mpaka kumtengenezea Guardian Angel mwanamke mwenye na ambaye ako na watoto wake. Sasa kama haingekuwa huyu Esther Musila kuharibia Guardian Angel maisha, sasa hivi Guardian Angel angekuwa na familia kama hiyo yenye mnaona. Sasa hiyo ni mapicha zenye ambazo wamekuwa wakimtengenezea. Na zilianzanga wakati fulani, wakati Esther Musila watu walikuwa nasema ya kwamba ameshika mimba, wanasema congratulations, Mungu ni mwema, at the age of 55 Esther Musila saa hii amepata mimba, bla bla bla, mambo tu mingi. Lakini tumengoja hiyo mimba tuione. Tunaonanga tu Esther Musila kwa gym akiwa na katumbo kadogo, ladies and gentlemen, akikula manyama na huyo bwana yake Guardian Angel. So wakati huu Guardian Angel alikuwa huko Nakuru kwa concert fulani wakiwa na wakina Professor Hamo,
ndio waende sasa kwa ile restaurant, ule madamu mwenye ametrend huko Nakuru, ule wa tule kienyeji. Guardian Angel alikuwa ameenda huko kwenda pia kuombea huyo mama na pia vile vile kumtakia maisha mazuri na kumsupport. Na huku Nairobi bibi yake mwenye aliwacha kwa nyumba, angalie boma, yeye ako busy kutukanana na watoto wadogo kwa mtandao. Kwani watoto ni baraka kwa Mungu. Wewe ukitaka kuzaa enda uzae. Hakuna mtu anazalianga mtu mtoto. Mnatakianga watoto wako wa nini? Na nani alikwambia kwani wale watoto tuko nao ni makaratasi? Ha? Wakamba si na kamuti, sisi ni yetu kwanza tunaikorogeanga. Kuja nikufundishe vile tunaikoroga ndio. Sijui watu uniulizia nini. Kwani nyinyi wote mlikuwa mnataka Guardian? Angewaoa nyinyi wote. Siku ile kabla sijampata mlikuwa wapi jamani? Mlikuwa wapi? Huyu kijana siwezi muachilia, ni muachilie akuoe. Na. Unaona? Huyo siwezi muacha. Hakuna matusi yenye huyu mwanamke hajatukana Gen Z, na hakuna matusi yenye Gen Z hajatukana huyo mwanamke. Hapa si banduki. Huyo mwanamke my friend anakuanga mbaya sana. Yaani inasemekana huyu hata hiyo utajiri yenye ako nayo ni questionable. Sababu inasemekana aliolewangwa na bwana tajiri akakuvanga akamwachianga mali. Sasa hii Gen Z wanamwambia kwamba Guardian Angel very soon anaenda kuachana na yeye. Yeye ako pale kwa sababu ya mali na atamuacha. Lakini mimi kama Jackson nataka tu niwaambie, guys, kama haujawahi pendwa ama kama haujawahi fikishwa kileleni na mwanaume, kuna baadhi ya wanawake huku nje ni wakongwe, yes, lakini hawajawahi filishwa mzuri. Utakuta mwanamke ako na watoto hata watatu lakini hajai kam. Unadhani kama huyu mwanamke Guardian Angel ndiye alikuwa mwanaume wake wa kwanza kumfanya akam? Unadhani ile utamu anasikianga ama utamu yenye alisikia for the first time yeye akiwa na umri mkubwa, hiyo ilimfanya akakuwa mjinga wa mapenzi mpaka sasa hivi vitu anaposting kwa mtandao? Yes, ni miaka mingi, yes, lakini my friend, kwa mapenzi bado yeye ni mtoto. Hata utakuta labda hata Guardian Angel anamsomeanga kama mtoto. Kimwambia wewe ni nini nashindaga nikikwambia utaniaibisha mpaka lini? Ushaiona mimi nimesimama kwa social media na tukanana na Gen Z. Guardian Angel ako busy amenunua shamba, sijui kama hata amenunua mani shamba ya huyo mwanamke. Amepanda mboga za kienyeji, amelima, ameweka ng'ombe, mambuzi huko my friend, anapanda vitu zake akiuza manyanya, kila type of things. Ukitaka ng'ombe, ukitaka maziwa, jamaa yeye anaimba na huku anafanya mambo zake. Naye bibi yake badala na yeye atulie, anampenda, hakuna kitu ampei. Lakini anapoenda kwa mtandao kupost mavyakula, manyama, mabacon, ladies and gentlemen, na anajua kabisa Gen Z huku nje wako na stress. Kuna vijana huku nje hawana kazi, hawajalipa nyumba, kuona type yao ndio imeolewa na mumama. How will you feel? How will you feel? Na hawa vijana wetu, hawa majenzi hawa ni vijana waeleweki. Juzi wakati mliona Geoffrey Musiria alijaribu kutetea yule mwanamke mwenye alianikwangwa na James Opande kwa sababu ya kuanika uchi wake kwa mitandao akiwa mlevi. Uliona vile jenzi wali support huyo mwanaume wakawacha mwanamke, na ili hali mwanamke alikuwa mlevi ameanikwa. Lakini walikasirika wakaanza kushambulia Geoffrey Musiria wakisema nini? Wakisema ya kwamba wewe wachana na huyo jamaa kabisa, alifanya vizuri akatupostia video kwa mtandao, ndizo tunanyonga nazo. Saa hii my friend, channels nyingi za Telegram mahali walikuwa wamezoea kupatanga hizi mavideo za kunyonga nazo kulifungwa. Siku hizi lazima ulipie ndio uingie uko ndani, na wengi hawana makazi, hawana pesa za kulipa. Sasa wakati wanaona video kama hii, wanajaribu kumtetea huyo jamaa James Opande ndio ili a-release video zingine kama kuna zenye zilibaki, kwa sababu hiyo kitu ya huyo mwanamke hawakuwa wameiona yote vizuri vile inafaa, waliiona kwa umbali. So they need more. Na tukisema tupige vita wanaume kama hao wenye wanaanika wanawake kwa mtandao, alafu ifike mahali wanaume wengine waogope kuwa wanapost, ni nani mwenye atasupplyia hawa
majenzizi video za kunyonga nazo, na ili hali wako addicted, they need more videos from women. Hao ndio majenzi wenye ambao una expect ati ukipost video mzuri kuhusu ndoa yako wakusupport. They will not support you. Hawawezi wakakusupport kwa sababu wewe umekalia bahati zao. Hao ndio wanafaa kuwa wameolewa na hao ama na huyo bwana yako, lakini wewe uko pale unamwestia time. Huyu jamaa kwao ako na wazazi, sasa anafaa kuwa na wajukuu. Mtoto wa Guardian Angel sasa anafaa kuwa sasa ako high school ama ako karibu kujoin high school, lakini umemwestia time. So hivyo ndio wanafikiria, na wewe uko pale unabishana na wao na unasema ya kwamba ati wakikukanyaga unakanyaga. Hao nao wamesema ya kwamba watadeal na wewe, watakupatia stress mpaka wa make sure umekufa na stress. Guardian Angel naye anajaribu kutetea na aenda kwa inbox za hao wenye ambao wanakuongelelea. Anaenda na waambia please leave her alone. Please, she's my wife. Please just leave her alone. I will handle her. Lakini wanakuja wanatengeneza video naambia Guardian Angel toka kwa inbox zetu. Ni yeye ndiye anatutukana. Sisi tunampatia tu advice. Tunamwambia please switch off the comment section. Post vitu zako kama ume switch off comment section. Juzi muliona Patelo na D pia mimi na I love like this, na I love like this, na I love like this. Wakati walioana huyo Diana D, ladies and gentlemen, mlianza kuona hata yeye pia kuna TikTok page na anapostingi vitu, lakini comment section amezima. So mwenye wanga anatukanana na majenzi ni bwana yake Patelo, lakini bibi yake ni opposite. Sasa imagine kwa hii kesi ya Guardian Angel mwanamke ndio mbaya, lakini kwa Patelo ndio mbaya. Unaona? So you can imagine kama Patelo anakosana paka na marafiki zake, na hiyo akili yake wanasemanga anakuanga na akili kidogo. Ni uchungu sana, ni uchungu sana ladies and gentlemen. Mimi kama Jackson nimeweza kusema ya kwamba Esther Musila itabidiustyle up. Usipo style up, hawa wanawake hawa they will kill you with stress. Stress inaua. Mimi uwanga natetea mtu mwenye ameolewa ama akaoa mtu mzee ama mkubwa kumliko kwa sababu ya njaa. Lakini mtu mwenye hana njaa, ako stable financially, ako na pesa yake, alafu achuzi kuwa mtu wa 70, 80, mbaba ama mwanamke wa 50, 60. Hiyo vitu uwanga inihusu kwa sababu one thing, huyu ni mtu ame make decision with sober mind. Aendi pale kwa sababu hajalipa rent, kwa sababu hajakula, ame decide. Na kwa hii story ya Esther, you know, nimeona watu wakisema Omwaka aki kwa nini sijui nini, justice for what? Yeye Omwaka ali make decision, na hiyo wakati alikuwa naimba, ako na pesa yake, pengine wasichana alikuwa nao angewakatia, wengine walikuwa namkatia, lakini with sober mind and money in the bank, he decided to marry Esther for his own reasons. Nimeona watu huku wasichana wamesema hawa ni children free, hawataki watoto na hakuna mtu anawaingilia, and that is their decision, and maybe that is the same decision he has made. And on top of that, kuna step children wenye pengine amewachukulia kama ni watoto wake. So mimi sijui kwa nini watu wanakuja wanateta. But one thing I know, hakuna relationship itakuwa approved by people 100%. Hata mimi nikija nionyeshe shemeji wenu sai, mutamkosoa, mutani chamba mutani mwagia chai, mutakunywa chai, and other people. Ebu tell me that person mwenye ameintroduce bwanake mukamu appreciate 100%. Hakuna. So wewe olewa na mwenye unataka, oa mwenye unataka, ukitaka za, usipotaka ukae. Si lazima tuzae. Kuna watu wako children free by choice, and maybe that is what Omwaka Guardian Angel anataka. So nyinyi mnamtetea nini? Mtu mwenye alikuwa anajulikana before wa Esther ni mtu wa kutetea. Si yeye angetaka angeoa msichana mdogo, kwenye angekosa, lakini aliangalia Esther na ni mtu mzima. Alafu napenda venye aingilii vita za Gen Z na Gen Y ama ni boomer, I don't know. So mimi sioni shida, hata siwezi nikamtetea. Mimi naona tu yeye alimpenda. Yeye ndiye anajua end result yenye anataka. Sijui kama mnanipata ladies and gentlemen. Ni uchungu sana ladies and gentlemen, lakini wacha Esther Musila aendelee kupewa advice, tusikie vile anaambiwa.
So bila kupoteza wakati guys, let's go. Tukikutana hapa kwa comment section au vipi? There is a war going on here on TikTok between Esther Musila and Gen Zs. It has been going on for a while, but now it has become fierce. Sisi tumekaa tu tunaona missile kwa hewa zinapita kipande hiyo ya Musila. Musila naye tunatoa imetoka hiyo inapita kipande hii ya Gen Zs. Vita ni kurushiana maneno ma weapons. Forget about Esther Musila. Forget about Gen Zs. I want you to put your focus on Guardian Angel. I have always told you people here, men and women will never be equal. I want you to observe how Guardian Angel is focused, composed, quiet, calm. He's not changing his content. He's not coming out here to defend his wife. He's not coming here to defend his relationship. He's not coming here to prove anything. To him, life is going on as usual. And actually he said, Mungu atampigania vita zake. Hii vita bibi yake anapigana si ya Guardian Angel, ni yake peke yake. According to you, that man may have not done right being with Esther Musila. But how he's handling the whole issue is so masculine. It's so manly. It's so admirable. It should be focused on. You people forget about Musila. Forget about Gen Zs. Your focus should be on Guardian Angel, because that kind of calmness is what this nation requires. It's what this society requires. Kudos to Guardian Angel for not falling for this nonsense. And Esther Musila, you are the only person who can put stop into this. Ni sana as usual Oriati B. Nataka kuambia Wodkano, wewe ni best yangu. Na hii nataka kukukataza tu without any fear of contradiction. Kama hujawachana na Esther Musila, nitakuexpose. Nitakuexpose badly na utakoma. Bro, mind your business. Tafuta maisha. Unasikia? Change the background. Wachana na vita ya wanawake. I'm here to defend women. I will not allow women to be disrespected in our society. I will not allow you to bull women, because these people are our protectors. These people ndio wametuzaa. Au watu kama sio watu watungekuwa. Then unapata mtu anataka kudisrespect a woman. I will not allow. Asoriati B, hata museme nini na ingilia vita ya wanawake, once you are disrespecting a woman, I Oriati B will not allow. So naambia Wodkano, bro, wewe nakujua vizuri sana. Na usifanye tuende mahali sitaki tufike. So better you live your life and leave Esther Musila, bibi wa Guardian Angel, alone. She doesn't mind you. Anaweza ishi hata bila wewe kumuongelea. Wacha kuongelea Esther. And to all Kenyans, mwache kusema Gen Zs are unstoppable. We will stop you. Because one person will take, one person ata deserve as an example to all. Hamutakuwa munaingilia maneno ya watu. Hamutakuwa eti Esther this, Esther that. Kama hujaita jina Esther, huwezi lala, huwezi kunia, huwezi kojoa. Esther Musila must be respected, kwa sababu these are the kind of people tuko nayo kwa society. People who are helpful, people who are generous, people who loves God, people who knows about God. These people, we want them to be respected in the society. So Wodkano koma. Bro, nimekuambia nimekuja kwa pole. Na next unanijuanga na mimi I fear nothing, by the way. So if you continue. So unaona nilikomesha ule malaya ule msichana. Alikuwa akiamuka Esther Musila, akilala akikulwa Esther Musila. Nilimkomesha. Na hivi ndio vile nitawakomesha one by one. Ukikata kusikia na kuexpose. Na this is Oriati B. Utashangaa sana venye nimepata details zako zile za ndani. We Wodkano, usifanye tena nirudi na comeback yenye itakushangaza na ishangaze mafans wako ama wa Kenya. So koma tu bro.
Wachana na Esther Msila afanye a mind business yake, or else I will come back na nitakuja na ubaya. So mimi sina ubaya. As usual, Loriati Beam, I'm here to defend women's and I am the spokesman of women's. Right ya wamama lazima mimi ndio nisimamie kama Loriati Beam. Sitakubali wamama wadhalilishwe kwa society yetu. Asanteni sana.